Naomba niweze kuchukua muda wako kidogo na niweze kuzungumza pamoja nawe kupitia neno la Mungu, na Mungu vile atatuwezesha. Karibu sana mtu wa Mungu kwa mchana wa leo. Naomba sana sitaweza kuchukua muda wako mwingi kwa sababu ya muda na shughuli za siku. Nataka tuweze kujipeleka kwa neno la Mungu kwa muda kidogo tunapo shughulika na birika za siku. Ujumbe wangu wa leo ni kwa wana wa Israeli, na kwa sababu wana wa Israeli mnajua vile waliweza Haleluya. Haleluya. Tunajua vile wana wa Israeli walivyokuwa katika nchi ya utumwa kwa miaka mingi, lakini kwa sababu ya Mungu akawawezesha wana wa Israeli kuwatoa katika nchi ya utumwa walioikaa kwa muda wa miaka 400. Na wakati miaka 400 kabla wana wa Israeli waende katika nchi ya utumwa, walikuwa wamewekeana ahadi na Ibrahimu ya kuwa watakaa katika mji wa katika nchi ya utumwa kwa miaka 400. Na kwa sababu miaka 400 ni miaka mingi, watu wengi wakasaliwa pale, wengine wakasaliwa, wengine wakafa pale. Na wakati hiyo generation ilienda ikikua, watu wakadani kule Misri ndio kwao. So wana wa Israeli hawako wanajua kuwa kule mahali waliko ni katika nchi ya wenyewe, katika nchi ya utumwa. Na tunajua hii habari kulingana vile Musa alipewa habari ya kwenda kuwatoa wana wa Israeli katika nchi ya Misri. Na leo ninataka kunena na wewe ujumbe huu kwa kitabu cha Joshua mstari wake wa 22. Tusome mstari wake wa kwanza hadi 16. Tutamuona vile Joshua ananena na wana wa Israeli pia. Maandiko yanasema kwa kitabu cha Joshua mstari wake wa 22 mstari wake wa kwanza, inasema hivi: hata ikawa baada ya siku nyingi, Bwana alipokuwa amekwisha kuwapa Israeli raha mbele ya adui zao pande zote, naye Joshua alipokuwa mzee mwenyewe miaka mingi sana. Joshua alienda akawa mzee. Wakati Joshua aliweza kuwa mzee, na kwa sababu Joshua anatuandikia wakati aliweza kuwa mzee, naye pia akawaita watu wa Israeli ama wana wa Israeli ili naye akaweze kuwapa baraka, kwa sababu ameshaingia katika uzee wake. Haleluya. Ndipo tunaposoma katika somo la pili, Joshua akawaita Israeli wote, wazee nao na wakuu wao na makadi yao na makaidao yao, akawaambia, mimi ni mzee, nami nimekuendelea sana katika miaka yangu. Yani anamaanisha, yani miaka yake imesha kwenda, yani kulingana na miaka yake aoni akiendelea zaidi. So aliweza kuwaita wana wa Israeli wote, wakubwa kwa wadogo, hata na jamii yao yote, ili afanye nini? Naye tunapoendelea, nanyi mumeona mambo yote ambayo Bwana Mungu wenu amewatenda mataifa haya yote kwa ajili yenu, kwa maana Bwana Mungu wenu ndiye aliyewapigania ninyi. Kwa sababu
Bwana Mungu wenu ndiye ameweza kuwapigania. Mnakumbuka vizuri katika safari ya wana wa Israeli vile ilikuwa na changamoto, naye Bwana akaweza kuwapigania katika hizo safari hadi vile walifika, naye Bwana aliweza kusimama nao katika milima na maponde, katika jangwa. Bwana aliweza kusimama pamoja nao. Haleluya! Ndipo Joshua anawakumbusha ya kuwa vile Bwana aliweza kusimama pamoja nani, alivyowatenda mataifa kwa ajili yenu, kwa maana Bwana Mungu wenu ndiye aliyewapigania ninyi. Yani Joshua anawakumbusha jinsi wakumbuke, hata wakae, hata Joshua atakapoondoka wakae wakijua huyu Mungu ndiye aliyewapigania kutoka kule walipotoka hadi vile walipo. Hivyo tunakumbushwa kuwa tukumbuke, hata kama umri wangu umeenda, hata kama nitaondoka katika ulimwengu huu, bado tukumbuke ya kuwa huyu Mungu ambaye ni Baba alitupigania sisi ili sisi tufike mahali tumefika kwa ajili ya Mungu. Tazama, naye anataka kuwabariki pia. Tazama, nimewagawanieni kwa kula mataifa haya yaliyobaki yawe urithi kwa kabila zenu, toka mto wa Yordani pamoja na mataifa yote niliyowakatilia mbali, mpaka bahari kubwa upande wa macheo ya jua. Yani anawagawia baraka, anawagawia ardhi, hata nchi ambazo bado zilikuwa na wenyewe. Yani yeye ako na uhakika kuwa hata kama hizi nchi bado ziko na wenyewe, kuwa Mungu yule aliyewapigania kutoka hii safari yote bado atawaondoa, maana anawaandika kama maadui zao. Naona anawaandika hawa wenye nchi bado watakuwa kama maadui zao, ndio anaandika akisema Bwana atawaondoa ili muweze kumiliki hiyo nchi. Bwana atatenda jambo au wote waondoke ili muweze kumiliki hiyo nchi. Na ni kwa sababu sisi tunajua vizuri mtu kuja kumiliki sehemu ya mtu, aidha kukuwe na vita, ili haiwezi kuwa kitu rahisi, kwa sababu lazima vita vikue. Na ndio kwa sababu wana wa Israeli walijua wanagawaniwa nchi ambayo iko na wenyeji, ambayo iko na wenyewe, lakini Joshua anawahakikishia kuwa hiyo nchi hata ingawa iko na wenyewe, bado Mungu yule aliyewapigania nyinyi anaweza waondoa hawa muweze kumiliki hiyo nchi. Hado asifiwe Yesu. Yeye Bwana Mungu wenu atawatoa kwa nguvu mbele zenu, atawafukuza wasiwe mbele ya macho yenu tena, nanyi mtamiliki nchi yao kama Bwana Mungu wenu alivyowaambia. Yani Joshua alikuwa na uhakika kuwa hata kama ataondoka, wawe na uaminifu kwa Mungu, wawe na uhakika kwa Mungu, maana yale yote Mungu aliweza kuyatenda mbele yao ni makubwa juu, ni makubwa sana. Naye akawahakikishia kuwa hiyo nchi mtakayoingia akawabariki na hizo nchi, hata ingawa palikuwa na wenyeji walikuwa wenye nchi, lakini bado Joshua aliweza kuwagawanishia hiyo nchi hata kama bado wenyewe wako. Haleluya. Lakini bado kuendelea chini tunaposoma 6 inasema basi iweni basi hiyo ya 5 inasema yeye Bwana Mungu wenu atawatoa kwa nguvu. Inasikia vile Mungu yani Joshua anawahakikishia, anawaambia huyo Mungu wenu atawatoa kwa nguvu, atawatoa kwa nguvu mbele yenu, atawafukuza wasiwe mbele ya macho yenu tena, nanyi mtamiliki hiyo nchi yao kama Bwana Mungu wenu alivyowaambia. Yani hii ni kitu nzito sana. Bwana anaweza kukutendea jambo hata kama kuna watu waliosimama mbele yako, hata kama kuna watu walisema huwezi fuka. Bwana atawaondoa
ili wewe ufanikiwe, lazima Bwana akaweze kuingilia. Ili wewe uweze kufanikiwa, Bwana lazima ingilie. Haleluya! Haya yote lazima Bwana akaweze kutenda. Ndio Joshua anawahakikishia wana wa Israeli kuwa Bwana atawaondoa hawa wenye inji ili nyinyi mupate nafasi ya kumiliki hizo inji zao. Na uhakika kweli, haya mafundisho yanatufundisha kuwa hakuna jambo Mungu asiloliweza. Anaweza kuyaondoa yote, hata waliopigana pamoja nao anawaondoa ili wewe ufanikiwe. Ili wewe ufanikiwe, lazima Mungu akaweze kuwaondoa maadui zako, lazima waondoe wale ambao wanaopigana na wewe. Haleluya! Ndio wana wa Israeli tunakumbushwa kuwa wana wa Israeli hawakupigana. Hii ni kitu walipewa. Unajua kuna kitu tofauti ya kupewa yani ile nini, mtu anapobariki watoto, kuna ile baraka mzazi anawapa watoto, na hiyo baraka ndiye itakayo wasukuma inayowasaidia hawa watu wasipiganwe ama wasipate kisuishi chochote, kwa sababu Bwana ameshawabariki. Haleluya! Joshua akaweza kuwabariki wana wa Israeli na akawahakikishia kuwa Bwana wenu yule aliyewatoa katika nchi ya utumwa atawaondoa, msije mkawaona mbele yenu. Haleluya! Atawaondoa wale wote waliosema hauwezi fanikiwa kwa maisha yako. Mungu atawaondoa wale wote waliokupiga vita kwa sababu ya magonjwa. Mungu atawaondoa. Ili wewe ukuwe na maisha mazuri, lazima Mungu atawaondoa. Ili wewe ukuwe na afya njema, lazima Mungu atawaondoa. Hawa wachawi wanaopigana na wewe, lazima Mungu atawaondoa. Ili biashara zako zifanikiwe, lazima Mungu atawaondoa. Haleluya! Yani kwa kila jambo lazima Mungu awaondoa ili wewe uwe salama. Na ni hakikisho kuwa tunahakikishiwa, mkumbuke Bwana wenu alipowatoa. Ndio tunakumbuka, wakati sisi tunakumbuka kifo cha Bwana Yesu alivyokufa msalabani, ni kwa ajili yetu. Hiyo ndiyo inayotukumbusha kuwa huyu Mungu bado anatupenda. Ndio kwa sababu unaona kwa kila wakati na kwa kila dakika tunakubali kuwa huyu ndio Mungu. Haleluya! Lakini bado tunapoendelea 6, basi iweni masujaa sana kuyashika yote, ili wewe nyinyi mfanikiwe kumiliki hiyo nchi. Nanyi lazima mkuwe masujaa ya kuyafuata masharti ambayo mtakayopewa. Haleluya! Basi iweni masujaa sana kuyashika yote yaliyoandikwa katika kitabu cha Torati ya Musa, kwa sababu Musa ndiye alikuwa baba yao. Musa ndiye alikuwa tegemeo lao, lakini kwa sababu Mungu alimtokea Musa na akaweza kumpa masharti ambayo watakayoyatumia, ndipo Joshua anawakumbusha ya kuwa muyakumbuke yale maandishi Joshua mtumishi wa Mungu Musa aliweza kuyaandika, ili muweze kuyafuata. Haleluya! Ili muweze kufanikiwa, lazima muwekewe majukumu fulani, lazima mufuate sheria fulani, ili muweze kumiliki nchi ama muweze kumiliki mali ama muweze kumiliki chochote. Lazima mufuate taratibu ambazo zitakayowasaidia. Haleluya! Nao wakajurishwa muyafuate yale Musa aliyoyaandika kwenye kitabu cha Torati, na kuyatenda, msiyaache kwa kugeukia upande wa kuume wala wa upande wa kushoto, na msije mukayaacha, kwa sababu tulianza pamoja nayo, na tusije tukayaacha tukaenda kwa upande mwingine. Haleluya! Ili tuweze kufanikiwa, lazima tuyashike yale Musa aliweza kuyaandika, ili tusije tukaenda kinyume ama tukaenda kusoto. Tunyooshe njia zetu ili tuweze kuyafuata yale Mungu anayoyahitaji. Haleluya! Naye 7, musiingie kati ya mataifa haya, yani haya yaliyobaki kati yenu, wala musiyataje majina ya miungu yao,
wala kuwapisha watu kwa majina yao, wala kuitumikia, wala kujiinamishia mbele yao. Yani anawakumbusha tena, musije mukatengamana pamoja na hao maadui zenu, musije mukatengamana pamoja na hao waliomuasi Mungu, musije mukatengamana na wale ambao waliomtenda vibaya. Na pia anawahakikishia musikusanyike pamoja na musije mukaoa kwa ukoo moja. Haleluya. Yani cha msingi ni kumaanisha hakuna chochote mnafaa kufanya pamoja nao. Haleluya. Yani na musiyataje miungu yao, na musiyabishane kwa sababu ya miungu yao. Haleluya. Tuyashike haya ya Musa aliyoandika. Tusiache njia za Mungu tukaenda katika njia zingine, na tusije tukaabudu miungu mingine ila Jehova, huyu Mungu mwenyewe. Haleluya. Ili tuweze kufanikiwa lazima tumuombe huyu Mungu, tusije tukaomba miungu mingine, tusije tukainamia miungu yoyote, tusije tukayataja miungu yao. Ili tuweze kufanikiwa lazima tumtaje Jehova, lazima tumtaje Mungu, lazima tumtaje Yesu ili tuweze kuendelea zaidi. Haleluya. Shikamaneni na Bwana Mungu wenu kama mlivyotenda hata hivi leo. Yani mushikilie huyu Mungu wenu hata wakati mambo yatakapokuwa mazito, hata wakati mtetemeko utakapoingia, bado mushikilieni huyu Mungu, kwa sababu tuko na uhakika ama tuko na uhakikisho ama tumeyaona yale kula ametutoa, yale yote ameweza kuyatenda juu ya maisha yetu, yale yote ameweza kuyafanya, macho yetu tumeyaona. Tumepita katika sehemu isiyo na maji, tumepita katika sehemu isiyo na chakula, tumepita katika sehemu hali, lakini yote ameyawezesha, tumekuwa salama. Yote tunayajua. Hivyo kwa hivyo hata hivyo leo musije mukajitenga na miungu mingine. Muabudu huyu Mungu ambaye ni Mungu aliyetutoa katika sehemu ya nchi ambayo ya utumwa. Maana Bwana amewafukuza mbele yenu mataifa walio hodari. Maana Bwana amewatoa mbele yenu wale mataifa walio wakali. Maana hamungeweza, kama ni nguvu zenu hamungeweza kuwatoa. Maana kwa nguvu zako haungeweza kupigana na adui zako, kwa nguvu zako haungeweza kumuondoa adui zako, kwa nguvu zako haungeweza kumuondoa mchawi wako, kwa nguvu zako haungeweza kufanya chochote, ila Mungu amewafukuza wao ili wewe uwe mzima, ili wewe uwe na afya, ili wewe biashara zako zinoge, biashara zako ziinuke. Mungu ameweza kuwaondoa walio hodari, wale wachawi ambao tunawajua wakali. Mungu ameweza kuwaondoa mbele yetu ili tuweze kufanikiwa, ili maisha yetu watoto wasome, ili tuinuke. Mungu ameweza kuwaondoa. Hata waliokataa watoto hawawezi soma, Mungu ameweza kuwaondoa. Hata waliosema hatuwezi fanikisho, Mungu amewaondoa kwa mchana wa leo. Maana huu ujumbe unatuhakikishia kuwa Mungu atawaondoa wote wanaopigana na wewe. Haleluya. Naye mtu mmoja, maana Bwana amewafukuza mbele yenu mataifa walio hodari kisha wenye nguvu, lakini kwenyu ninyi hapana mtu aliyesimama mbele yenu hata leo. Hakuna mtu atakayesimama mbele yako, mtu wa Mungu, ama hakuna mtu atakaye kupinga. Bora tu ulitaje jina la Mungu na kuyafuata masheria zake Musa. Hakuna mtu atakaye kufuata na hakuna mtu atakaye kuondoa katika sehemu yako, katika cheo chako. Hakuna mtu atakaye kuondoa, maana Mungu ametuhakikishia kuwa aliwaondoa na bado atawaondoa. Haleluya. Atawaondoa hata sasa. Hata sasa vile tunavyowazungumza masaa haya, utasikia mambo yao yameanza kuporomoka, utayasikia mambo yao yameanza kuenda yasivyo, mambo yameanza kuenda visivyo, nao watafutwa kazi, nao maisha yao yatakuwa mabaya. Haleluya. Maana tunahakikishiwa Bwana atawaondoa wote. Haleluya. Ili tufanikiwe lazima waondoke, ili tuinuke lazima waondoke, ili tubaki na afya zetu lazima waondoke.
Bila magonjwa lazima waondoke. Waliotutesa kwa miaka mingi lazima waondoke. Magonjwa yaliyo ndani yetu lazima yaondoke masaa haya ya mchana, maana tumehakikishiwa wote atawaondoa. Haleluya! Mtu mmoja miongoni mwenu atawafukuza watu 1000, maana Bwana Mungu wenu ndiye anayewapigania kama alivyowaambia. Mtu mmoja atakayesimama mbele yenu na kuwafukuza, yani ni kumaanisha kuna mtu ambaye Mungu ameweka, ama kuna mtu atakayesimama kama mchungaji mbele yenu atakayeitamka, na yote yataweza kutendeka, ama na wote waliokusimamia mbele yako wataweza kupigwa vipigo mbaya. Haleluya! Maana atawaondoa. Ndio anasema kuna mtu mmoja atasimama na atawafukuza wote kama Mungu alivyowaamulia. Haleluya! Naye anatuonya hapa, jihadharini nafsi zenu basi ili mpende Bwana Mungu wenu. Mujihadharini nafsi zenu na muweze kumpenda Mungu kwa ukweli. Yani tuweze kumpenda Mungu kwa ukweli, tuweze kumfurahisha Mungu ili tuweze kufanikiwa haya yote ambayo tumeweza kuyataja hapo mbele. Lazima tumpende Mungu kwanza kwa roho zetu, si kusema tu tunampenda Mungu, tumuonyeshe kuwa tunampenda. Hiyo niyo tahadhari ambayo tumeweza kupewa na huku chini. Huku juu tumepewa njia za kufuka, lakini sasa hapa chini tumeambiwa tumpende Mungu wenu. Haleluya! Tumpende ili yote yaweze kufanikiwa, lazima tumpende. Haya, lakini mkirudi nyuma kwa njia yoyote na kushikamana na mabaki ya mataifa, yani mataifa haya yaliyobaki kati yenu, na kuoana nao na kuingia kwao na kuingia kwenu. Haya, nasikia maandiko tena vile yanatugeukia, yanasema munapotengamana na haya mataifa, mnapotengamana na hao maadui zako, mnaotengamana na hao watu waliomwasi Mungu, mnaotengamana na hao watu wengine, bado kuna kiboko Mungu atatupiga. Haleluya! Lakini ukirudi nyuma kwa njia yoyote na kuyashikamana na mabaki ya mataifa haya, yani mataifa haya yaliyobaki kati yenu, na kuoana nao na kuingia kwao na kuingia kwenu. Haya, jueni hakika ya kuwa Bwana Mungu wenu atawafukuza tena mataifa haya mbele ya macho yenu, bali watakuwa mitego kwenu na tazi na mijeredi bafuni mwenu na miiba machoni mwenu, hata mtakapoangamia na kutoka katika nchi hii njema ambayo Bwana Mungu wenu amewapa ninyi. Yani tunapotenda haya yote, bado tukishikamana pamoja nayo, tumehakikishiwa tutatogomea katika nchi ambayo Bwana aliyotupa mzuri. Hivyo tukitoka kwenye dhambi, tutoke kwenye dhambi ukweli na kumaanisha, na kuyatenda yaliyo haki. Tunaporudi katika njia za upotevu, ni kumaanisha tutakufa vibaya, na tumelaaniwa ya kuwa tunapotoka katika hizi njia na kuingia katika njia za upotovu, tutapigwa vibaya na tutahukumiwa mauti. Haleluya! Ama tutahukumiwa kwa mambo mabaya yatakayokuja mbele yako. Haleluya! Kwa hivyo kama umeingia katika utakatifu, tenda utakatifu, tembea katika utakatifu, nena utakatifu, na umupende huyu Mungu wako mmoja. Haleluya! Angalieni, mimi leo ninakwenda njia hile waendayo watu wote wa ulimwengu, nanyi nyote mnajua mioyoni mwenu na rohoni mwenu ya kuwa alikupungukia
ninyi hata neno moja katika mambo hayo mema yote aliyoyanena Bwana Mungu wenu katika habari zenu yote yametimia kwenu, hapana neno lolote mlilopungukiwa. Yaani yale maneno yote Mungu aliweza kutuhakikishia yote yameweza kutimia. Yale yote aliweza kuyatamka mbele yetu ameweza kuyatimiza. Vile alituahidi atatutoa katika nchi ya utumwa ya Misri, atulete katika nchi ya Kanaani, yote yalitimia. Haleluya! Mungu ni Mungu mwenye ahadi na ni Mungu mwenye kutimisha ahadi. Haleluya! Kisha itakuwa kama ilivyowafikiria yale mambo mema yote Bwana Mungu wenu alivyowaahidia ninyi, kadhalika Bwana atawafikirizia mabaya yote hata atakapokuwa amewaangamisha katika nchi hii njema Bwana Mungu wenu aliyowapa. Yaani Bwana anaweza kutuangamiza tusipoyafuata yale anayoyapenda. Bwana anaweza kutuangaisha kwa sababu tumetoka katika njia zake. Bwana anaweza kufanya jambo ili wewe uweze kurudi. Bwana anaweza kukutendea jambo ili ufilisike mbaya, ili uweze kurudi katika njia zake, ama upatane na magonjwa ambayo yatakayokusukuma ya kulete katika njia zake. Mungu anajua vile jinsi atakavyokunyorosha mpaka urudi kwa laini. Wacha vile ulivyo siku ya leo. Bwana akikuamulia siku ya leo utarudi katika reli, hakika kweli utarudi, maana atakunyoosha na njia zake. Kuna watu wamehangaika kwa sababu ya kukosa kazi, lakini leo hii wanamfuata Mungu asubuhi na jioni. Wacha vile uko kazini, hauna time na Mungu. Siku yenye utafutwa ndio utajua kweli kuna Mungu. Ama wacha vile uko na afya leo, nenda hospitali, nenda Kenyatta, nenda hospitali yoyote ambayo iko na mawodi, uone jinsi afya za watu zimeweza kukua afya mbaya. Watu wanamfuata Mungu, watu wanaita hata wachungaji kanisani kwa sababu ya afya zao. Watu wameanza kumjua Mungu kwa sababu ya magonjwa. Watu wameanza kumjua Mungu kwa sababu ya mateso. Utasubiri hadi mateso ndio uweze kumjua Mungu, maana utapigwa kipigo kwa sababu unasubiri hadi dakika ya mwisho. Utasubiri uambiwe mpaka lini ya kuwa Mungu anakupenda na Mungu anataka uyafuate yale aliyoyaandika kwenye kitabu cha Musa. Kutenda mema tu na kufuata njia za Musa, kitabu cha Torati. Haleluya! Na kumpenda Mungu wako. Tusije tukaabudu miungu mingine, tusije tukayataja hata kwa majina, tusije tukaiinamia, tukaishujudu. Utaambiwa mara ngapi? Unasubiri hadi lini? Unangoja upigwe na Mungu ndio uweze kurudi katika reli? Ama rudi mapema, Mungu akupate uko ndani. Haleluya! Tunyooshe njia zetu za utakatifu, maana ikifika kwa habari za utakatifu hazina mchezo. Hatuwezi cheza kwa sababu ya utakatifu. Ni heri nikwambie ukweli, unichukie, lakini nikwambie ukweli, maana ukweli katika utakatifu ni kunyoosha njia zako za utakatifu. Haleluya! Hakuna kuegemea upande mwingine, ati ukwe huku na ukwe huku, haiwezekani. Kwa utakatifu ni kunyoosha njia zako za utakatifu na kutembea katika utakatifu na kutenda mambo ya utakatifu na kuhubiri habari ya utakatifu. Haleluya! Na tunapoendelea 16 na ndio ya mwisho, hapo mtakapolifunja agano la Bwana Mungu wenu aliyowaamuru na kwenda kutumika miungu mingine na kujinamisha mbele yao, ndipo hasira ya Bwana itakapowaka juu yenu, nanyi mtaangamia upesi katika nchi hii njema aliyowapa Mungu. Yaani bado tunapewa habari na pia tunapewa tahadhari zake. Haleluya! Hapo mwanzo Bwana ametuhakikishia na kutupa yote yaliyo mema, na baadaye anatupa tahadhari ya kuwa
tunapoacha njia zake na tunapoingia katika njia zisizo sahihi ama njia zisizo za Mungu, bado atatuangamiza katika nchi aliyotupa ama aliyotujalia tukaweza kuingia Kanaani. Kwa hivyo mtu wa Mungu, masaa haya ya mchana, ni njia zako unazijua. Hakuna uongo katika utakatifu. Katika utakatifu ni kunyoosha njia zako za utakatifu na kumpenda Mungu wako. Na kwa sababu leo tumesoma kitabu cha Joshua na ametuhakikishia kuwa Joshua anasema na tuyafuate yale yaliyoandikwa katika Torati ya kitabu cha Musa. Hivyo njia za Musa na agizo la Musa ndilo bado linaendelea. Tusije tukaenda kinyume na kuanza kuyaabudu miungu mingine ama na kuanza kuyatenda yasiyompendeza Mwenyezi Mungu. Haleluya! Tuyatende katika njia za utakatifu na tuweze kumpenda Mungu wetu kwa njia kuu na kuweza kuyatenda yale anayoyapenda, kwa sababu nchi hii aliyotupa, na pia anaweza kutuangamiza kupitia nchi hii kama vile alivyoangamiza mji wa Sodoma. Hakuweza kuangalia umati wa watu, aliweza kuwaangamiza wote. Hata katika mataifa haya pia anaweza kuyaangamiza bila hata kujali wale wote wasiookoka. Haleluya! Kwa hivyo mtu wa Mungu, masaa haya ya mchana, naomba uchukue muda wako na kuweza kujua njia zako za utakatifu na kuweza kuyafuata na kuweza kuyamarisha na kuweza kutembea katika njia za utakatifu, ili Mungu akaweze kukuinua katika familia zako, katika nyumba yako, katika biashara zako, ili utembee katika utakatifu. Lazima ukubali kuokoka, lazima ukubali kufuata njia zake, lazima ukubali kutembea pamoja naye. Haleluya! Maana Bwana ametuhakikishia mambo mengi hapa. Maana ametuambia kuwa atawaondoa maadui zetu mbele yetu, hata wanaokupinga ama wanaokupiga vita, maana Mungu atawaondoa. Hata waliosimama hatuwezi inuka, Bwana atawaondoa. Haleluya! Na kwa hivyo mchana wa leo tumeweza kujua Bwana atawaondoa wale wote waliokupinga, wale wote waliokuchukia, maana Bwana Mungu wako ametuhakikishia yote yatakuwa salama. Haleluya! Na wote atawaondoa wanaopigana nawe, wanaosimama kwa sababu ya magonjwa, wanaokupigana watoto wasisome, wanaopigana kwa sababu ya familia. Yote Mungu ataweza kuyatenda na Mungu ataweza kuwabariki. Naomba niweze kuomba pamoja nawe mtu wa Mungu. Mahali popote ulipo unaponitazama, ninajua tumeweza kujifunza mambo machache, na niliweza kuahidi kuwa sitaweza kuchukua muda wako mwingi, na nikakuambia kuwa nitaenda kwa muda wa haraka kidogo kwa sababu ya muda wa mchana, kwa sababu watu wako katika shughuli za kwao na birika za kazi. Kwa hivyo mtu wa Mungu, na kama unalisikia neno la Mungu linasema lazima tutembee katika utakatifu, na ni vyema hata wewe pia kwa mchana wa leo upate nafasi kwa moyo wako na kuweza kuchunguza moyo wako na kujijua na kukubali kumfuata huyu Yesu, maana nyakati tunazo ni nyakati za mwisho. Tunapoyaona haya yote yanatendeka, mataifa na mataifa yanapigana, umwagikaji wa damu kila mahali, unapoangalia maji mvua inanyesha kidogo inasababisha maafa mengi, tunayaona. Si kwa sababu sisi ni wema kuwa wazima kwa siku ya leo, ni kwa sababu ya mapenzi ya Mwenyezi Mungu, ili sisi tuwe salama. Inagharimu Mungu kwa mkono wake kutubeba. Haleluya! Kwa hivyo chukua muda wako mchana wa leo na kuweza kukubali Mungu na kumpa sehemu yako, ili akaweze kutembea pamoja nawe. Haleluya! Na natamani kuomba na wewe, kama uko pale mahali popote uliko kwa mchana wa leo, natamani tuombe na wewe. Kwa sababu ya kutamatisha, nasema tuombe.
Tuamini na tuombe. Baba, katika jina lako Yesu Kristo mwana wa Mungu uliye hai, tunashukuru kwa sababu ya neno hili, maana umetujalia neema ya kulisoma na tumeweza kulisikia kwa undani, na vile uliweza kuwapigania wana wa Israeli katika safari zao kutoka nchi ya utumwa hadi nchi ya Kanaani. Tunajua mapito yote waliweza kuyapitia, na kwa sababu ya siku ya leo Mfalme, tumesoma kwenye kitabu cha Joshua 23 kuendelea. Imetufunza kuwa vile tutakavyomiliki vile vyote vilivyo vyetu. Bwana, tunajikabidhi mikononi mwako. Tupe uwezo na ufahamu ya kuyafahamu haya, ili wakati tunaposimama katika njia zako, ili tuweze kujua yale tunayoyatenda mema, ili tuweze kumiliki haya yote, lazima tutembee katika njia zako. Mfalme, nyosha njia zetu za utakatifu. Nyosha imani yetu katika maisha haya, katika dunia hii. Mungu, tuondolee waliopigana pamoja nasi, wanaotuingisha katika kuzimu. Mungu, tunaomba uweze kuwaondoa. Wanaopigana pamoja na sisi, Mungu kaweze kuwaondoa. Wanaosema hatuwezi inuka kiimani, Mungu kaweze kuwaondoa. Wanaosababisha imani zetu zishuke, Mungu kaweze kuwaondoa. Ili sisi tuwe salama, lazima Mungu kaweze kusimama pamoja nasi. Tunaomba neema na kibali machoni pako, ili tunapolihubiri neno hili, Mungu likaweze kuzaa matunda ndani ya watu wako. Mungu likaweze kujalia neema na ushindi katika mioyo ya watu. Mungu kawaokoe watu hawa, maana mchana wa leo wamechukua muda wao na kuweza kusikiza neno hili. Mahali popote watakapoenda, neema yako ikawajalie. Hata kwa biashara zao, Mungu kawainue. Hata kwa familia zao, Mungu kawaondolee aibu. Hata mahali popote watapoinuka, Mungu neema yako ikaweze kuonekana. Hata kazini, Mungu neema yako ikaweze kuonekana. Hata wanaopingana katika cheo zao, Mungu kaweze kuwaondoa. Ili wao wabaki salama, lazima Mungu kaweze kuwaondoa. Nyosha njia zao, hakuna yote atakayewapinga. Yote watakayoyafanya, Mungu watafanikiwa, maana umetuhakikishia tunapoyafuata haya, Mungu utawaondoa wote na tutabaki salama. Mungu, tunabariki kazi ya mikono yetu, tunabariki hata nyumba zetu, hata watoto wetu tunawaombea, hata mahali waliko, mahali popote, Mungu kaweze kuwabariki. Neema ya ushindi kaweze kuwa juu yao. Tumekataa roho za maajali, tumekataa roho za mauti, hata vifo za mapema, Mungu tumezikataa. Roho chafu inayoingia katika sehemu za watu tumezikataa. Roho za magonjwa zote tumezifunja, maana hazina uwezo, hazina mamlaka. Kwa damu yako na uwezo na mamlaka tumezikamata chini ya miguu yako. Hazina uwezo, hazina mamlaka. Mungu, katutendee neema na haki mbele ya watu. Tunaposimama na kulitaja neno lako, ushindi wako kaonekane. Baba, nimetuma watu wakaende wakahubiri neno lako, na neno lako wanapolitaja, Mungu likawe taa machoni pao. Waangazie hata kazini, waangazie hata njia zao zote, hata njia hata wasiokuwa na watoto, Mungu kawajalie. Hata wasiokuwa na kazi, Mungu kawaonekanie, maana siku hii iwe ya baraka kwao. Hata itakapokuwa ni siku kama yoyote, lakini iwe siku ya baraka. Neema yako ikaweze kushuka juu yao. Watendee leo ili waweze kuona mkono wako. Watendee vile ulivyowatendea wana wa Israeli. Hawakuweza kuamini, lakini walipotendewa wakaamini. Mungu, watendee hata hawa leo. Magonjwa walio nayo, Mungu yakaondoke. Hata aibu walio nayo, Mungu ikaondoke. Hata watu wanaochukia kwa sababu hawana chochote, Mungu kaweze kuwainua tena na ukaweze kuwamalisha. Tengeneza njia zao za utakatifu, nyosha njia zao za utakatifu. Watembee pamoja nawe siku zote za maisha yao. Mungu akaweze kujua na kukufahamu. Tumeomba hayo machache. Mungu, tembea pamoja nao katika njia zao zote. Mungu kawe pamoja nao, na ni katika jina la Yesu wote tuseme amen. Na Mungu akawabariki, akawabariki, akawabariki na akawajazie tena. Nimewaona wote mlioingia, na neema ya Mungu ikawabariki, ikawapiganie, hata ikawe na ushindi juu ya maisha yenu. Hata yote tumeweza kuyasoma, Mungu akaweze kuyatenda kwa maisha yenu. Shalom, shalom. Mungu akawabariki. Nimeona watumishi wengi mko hapa ndani, nimewaona, na Mungu akaweze kuwabariki. Kwa sababu ya muda wenu, mmechukua muda wenu na kunipa nafasi yenu, na Mungu akaweze kuwajalia. Hata mliolia kwa muda mrefu, kilio chenu kiweze kufika mwisho,
maana hata neema hii Mungu aliyotujalia kuwa uhai la siku ya leo, hata hiyo pia ikue yenu na ikue yetu pia sisi zote kwa pamoja, na ni katika jina la Yesu, na zote tuseme amen. Shalom shalom, Mungu akawabariki. Bye bye, tuonane wakati mwingine.